Nĩ ngatho mwĩroreri wa Anĩga Show Media West Fighters o ũndũ ũmwe na Ngatho TV ngĩhoka wĩ thayũ na njuga nĩ ngenete nĩ tondũ wa support ĩrĩa mũkoretwo mũkĩhe kuma hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩganĩte rĩrĩa tũrarĩ mĩtambo-inĩ twĩna our brother Samuel, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twacokereria na nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũrutana ũhoro ũyũ wa kiugo kĩa Ngai. Ndĩrenda ndĩmarehe kamera-inĩ nĩ tondũ tũkĩrĩ na mũgeni ũngĩ agĩũka nake na nĩgetha matũgeithie tũmamenye na kuma hau tũthiĩ na mbere, na nĩ tũkũgarũrĩra rũthiomi oro hanini nĩ tondũ nĩ mũgĩkoretwo mũkĩũria atĩ nĩ kũrĩ na amwe aitũ maragĩkorwo magĩtigwo nja, na tondũ tũtirakĩenda kũmatiga na nja, mũtwĩtĩkĩrie mũthenya wa ũmũthĩ tũgarũrĩre rũthiomi na tũkorwo tukĩhũthĩra rũthiomi rwa Gĩthweri. Niwalete kwenye kamera watusalimie ili tuweze kuendelea. Karibuni sana. Asante. Nataka muangalie hizo kamera zote. Ndio. Mtusalimie then kutoka hapo tutaendelea. Kwa wakati huu ningependa introduce, mimi naitwa Mushiri Haman, na shalom kwa wote, shalom. Na fikiri kwa wakati huu ni wakati mwema ambao nimepata nafasi hii ya kuwa mahali hapa, ikiwa mara yangu ya kwanza, na nina furaha kwa sababu ya kuweza kuwa eti nimefika mahali hapa. Kwa hivyo niko na marafiki zangu hapa, tumejuana, na kwa wakati huu kwa sababu tunaendelea kuongea, acha nimpatie ndugu yangu hapa pia. Shalom shalom. Shalom. Namshukuru Muumba mbingu na ulimwengu yale kwa sababu unapenda tena tuweze kufika hapa ili tuweze kuzungumza mambo ya kuhusu ufalme wake. Mimi naitwa Samuel Mushira, kama vile ambavyo tumetangulia kusemezana nanyi hapa katika huu mtandao wa Anĩga Show Media. Basi siku ya leo tutaweza kujifunza mambo mengine zaidi ambayo inahusu ufalme wa Yahweh. Karibuni. Wow. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kujitoa kwenu na mkakuja ili tuweze kuendelea. Naona nafasi ya kwanza tupatie our brother. Hebu turudie jina yako kidogo kwa sababu unaongea pole pole. Mimi naitwa Mushiri Haman. Hivyo ndo najulikana mahali kwingi. Mushiri Haman. Ndio. Na sio wewe ulikuwa na ukoma kwa Biblia? Okay. Kwa ukoma Haman alikuwa nayo, lakini mimi nimeitwa Haman. Jina ya Kijerumani. Niko H-E-R-M-A-N. Okay. Kwa hivyo Haman inamaanisha a soldier in German world. Lakini hiyo ni kuitwa niliitwa mimi. Kwa hivyo wewe sasa hapa tuko na soldier. Ndio, mko na soldier. We are happy. Leo hata tukienda home kwa sababu hisho yetu tunafanyanga usiku. Najua tutakuwa sure tunafika nyumbani. So nataka kwanza ujiintroduce kidogo tukujue vile uliweza kuelewa haya mambo ya ufalme na venye mmekuwa mkitufundisha, sio kama vile tumezoea kufundishwa kanisani. Mimi katika habari hiyo ufalme ni kweli nimekuwa mgeni hapa, kwa hivyo sijawahi jielezea. Maneno yangu ya kukuja mpaka mahali hapa nitakuwa kuna matamshi na ninaongea tofauti sana. Kuna mtu akinisikiza anafikiria ninaongea tofauti, lakini kwa ukweli si tofauti naongea. Lakini ni jambo ambalo nilikuja kuliona wakati nilipokuwa nilifika mahali nikapata kuko na shida fulani. Hiyo shida ikanipelekea mimi kuwa nimetulia nikijiuliza sasa nitafika vipi. Sasa nikajipata katika mambo tofauti katika mimi nimeingia mahali tofauti kutafuta ukweli mahali kwingi, lakini ile wakati tu nilitulia hivi peke yangu, hiyo ndio wakati ambapo nilijua, na hiyo ndio wakati ile ukweli nilipata, na mimi nikaanzia kujua kuitafuta ukweli. Na pia wakati naipata ukweli mimi huwa naongea hiyo ukweli na kuwekanga moto hiyo moto, na ukishapata hiyo moto utakuja kuiongea. Kwa hivyo naweza sema ni kwa muda nimekuwa katika habari hii ya kuiongea kule katika wale watu ambao huwa tunakutana pamoja ili kupata kuchunguza ile ukweli mahali iliko. Na jambo ambalo naongea wewe ukuwa mahali
mahali umejipata ni ngumu sana ukuje ukasema eti niko sawa mahali niko, lakini hujawahi uliza swali kwa nini uko mahali hapo. Hivi namaanisha hivi, kama mimi ningeamka siku moja niseme mimi nina hiyo kweli ndani yangu, kweli singekuwa nikijua kweli inakaaje, lakini pale ambapo nilikuja nikajiuliza na hii kweli ambayo mimi huwa nasema niko nayo ndio iko aje, na imetoka wapi? Kwa sababu kila kitu iko na mwanzo. Hapo ndipo nilipata kujijua, nikajua mimi ni nani, na hapo ndipo nikapata kujua ni nini nafaa kufuata, hiyo ambayo tunaita kweli ndio nini. Na hapo ndio bado nilikuja kupata nikajua utofauti wa mtu mwenye anaongea kweli na yule mtu anaongea mambo yake, na yule mtu ambaye hajui kenye anasema. Kwa hivyo kuna watu tofauti ambao huwa wanaongea mambo ambayo wanasema ni kweli, na ndio hiyo kweli, ndio hiyo mambo ambayo ni ya ufalme. Na mtu ako pale na bidii sana akisema mimi haya maneno ambayo naongea ni ya kifalme, lakini ikakuwa hiyo maneno kuna mahali huwa inawekwa mahali na pimo, inajulikana maneno haya ambayo wewe unasema ni yako, ama ulisikia na mwingine ambaye alikudanganya. Kwa hivyo kwa maneno ambayo nasema, wakati ambao mimi naongea, tunaweza kuwa na ubishi mimi na mtu mwingine, sababu kuna wakati atakuja aseme neno hili mimi naamini hivi, ama hivi ndio mimi naonelea, lakini nitamwambia kuna kile ambacho mimi huwa napima nacho, na sijui kama wewe ukaweza pima nacho. Hata mimi unaweza nipata mimi nilikuwa na tatizo na ile mimi naweza kukupima nayo, ndio mtazamaji aweze kukuelewa. Ndio ninakuuliza tu swali moja. Ndio ushawahi ukitembea kwa makanisa? Ushawahi kuwa kwa kanisa? Nimetembea kwa kanisa nyingi sana. Haya, swali la pili. Ndiyo. Kama ushawahi tembea kwa kanisa, saa hii kile unaamini, unaenda mbinguni? Vile naamini mimi sasa hivi. Saa hii vyenye unaamini. Kwanza kitu ya kwenda mbinguni ni kitu ambayo imeandikwa na watu. Na watu hivyo ndio wanasema kwenda mbinguni. Kwa hivyo maneno hayo ya kuenda mbinguni mimi siyatambui hivyo vile huyo mtu anasema. Mimi naweza mpatia ufahamu tofauti na yule ambayo yeye anasema hapo. Kwa hivyo kama nyinyi huwa mnaambia ukweli, msibadilike muende mbinguni, mko na tatizo. Kwa sababu yale maneno ambayo tunapatiwa ni ya kubadilika ili tuweze kuirithi nchi hiyo ambayo tutapatiwa na Bwana. Kuna watu wamekuwa wakisema dunia ni ya shetani na zile vitu ziko duniani ni za shetani. Na kwa ile kitu imefanya watu wengi wakuwe wakisema hivi, kuna mahali Yesu alipokuwa, wakati Yesu alichukuliwa na shetani, akaenda akamuonyesha dunia. Na akamwambia ati nimepewa ufalme wa kutawala kila kitu yenye iko duniani, na ukiniinamia kidogo nitakupatia kila kitu kenye unaona kule duniani. That means dunia ni ya shetani. Utakata utaagiri na mimi ama utakataa? Nitakubali na wewe kwa sababu hiyo umesema katika andiko. Lakini mimi nitakwambia andiko nyingine ambayo inasema na hata si andiko. Sasa nikwambie wewe umefunzwa iko katika andiko. Kafunzwa maombi. Unasema aje? Ufalme wa Bwana ufanye nini? Ufalme wa Bwana wa Mungu uje. Kwa hivyo unakuja. Kwa hivyo kuna ufalme ambao katika nchi ambayo tuko nao, tuko na falme hizo ambazo kuna hiyo ufalme ya ule mwovu, na kuna ufalme ambao sisi kila wakati huwa tunasema na uje. Hiyo inakuwa prayer yetu ya eti ufalme huo uje. Na ukikuja utaanza kusikia nikiongea tofauti. Utasikia nitakwambia sisi hatuendi, tunaomba ufalme ukuje ili tubadilishe, ili tuweze kuwa ndani ya ufalme ule. Sasa mkae mkijua mimi niko hapa, naenda mbinguni, kwa hivyo tutakuwa tunatofautishiana kiasi. Na nina agree pia producer. Unaenda mbinguni? Producer, unaenda mbinguni? Hata yeye ajui kama anaenda, anauliza anaenda kufanya nini. Okay. Naona swali la mwisho ndio tuweze kuingia kwa show ya leo. Naona wewe ni Gen Z sana.
ni aje ulikuja kujua hii mambo ati hauendi mbinguni? Na nikikuangalia wewe ni mdogo, watu kama walika yako sasa hivi wameshughulika na masomo, alafu after kusoma wanaanza kutafutana na kutafuta kazi. Ndio. Ni aje sasa wewe ukiwa mdogo hivyo ulianza kujua ati kuna mbinguni na hakuna mbinguni? Okay. Umeuliza swali nzuri sana. Na nakwambia si mimi peke yangu. Kuna watu wengi ambao huwa wanapita njia ambayo mimi niko ndani yake. Na ni wengi, na si eti ni kusoma, hatujasoma, tumesoma kidogo tu hivi, kitu ambacho tunaweza sema tumesoma kitu kidogo. Lakini cha msingi si kusoma. Cha msingi ni kujulikana, ule ambaye anasemekanga akona ule hiyo elimu. Ni elimu ya wapi? Kwa sababu mimi niko na kitu moja, acha nikwambie, tukiongelea katika Biblia, ilikuwa mtu wakati atakapokuwa amezaliwa atakuwa akifunzwa na mama yake na baba yake kuhusu mambo ya ufalme, lakini ikakuwa mama na akina baba wameenda mrama na ukweli, wakasema vizuri sana, sasa wacha tutume hawa watoto wetu katika huko kanisani, labda huko ndio watapata hiyo maneno ambayo ni ufalme. Wafunzwe wapi? Kule. Wakaenda huko wakadanganywa. Haya, turudi katika point ndio nisiende nikipotea. The reason as to why mimi ni mko young na ninaanzia kuongea utofauti ambao ama jambo ambalo lilikuwa limeachwa ambalo litarudi, ndio inaitwa revelation. Sababu ya mimi niongee kuhusu hiyo jambo ni kwa sababu nilikuwa nitarudia tena. Mimi ni mtu wa kutafuta ni nini hiyo imetukalia. Kwa hivyo kama tuseme kama Gen Z, kuna Gen Z pale yako pale anasema ni government yetu imetukalia. Well, mimi nitakuja nimwambie ni ukweli hivyo vile anasema ni government. Kuna Gen Z mwingine ako huko nyumbani analima. Kama juzi niliona katika online, mtu amelima cabbage na pesa za help. Cabbage zikaisha. Hakuvuna kitu hata moja. Na mimi nikaona hapo kuna shida ya kuvuna. Kuna shida zingine tofauti, kuna shida za kanisa. Kwa sababu saa hii kila mtu anaamini wacha tupotelee dini. Wengine wanasema sababu kama mimi Mkikuyu najua watu wanasema turudi katika milima. Na hiyo najua wamesoma katika Biblia, lakini kuna mahali hawajui hiyo milima ambayo inaongelewa pale ni gani. Wanasema kule katika mambo yetu ya kitamaduni, hapo ndio mahali sisi tulipotea. Na mimi nawaambia pia hiyo ni shida kwa sababu pia wenye walikuwa wamepotelea katika kitamaduni wakakuja katika dini walikuwa wamepotelea kitu. Kwa hivyo haufai kurudi nyuma mahali ulikuwa, bali ni kurudi nyuma mahali kulikuwako kutoka mwanzo wa kuumbwa wewe na kuumbwa kwa dunia hii yote. Ndio utajua cha msingi ni nini, kama ufalme ni upi. Na mfalme kama wetu wa Kenya hapa Ruto, utajua kwa nini anaongea hivyo. Utajua ni kwa nini sasa anakuwa ni mtu ambaye amefanya watu wakasirike sana kwa sababu ya vile government imekuwa ikipinda maneno na ikifanya maneno yake. Utajua maneno ya ufalme, utajua maneno ya ukulima, utajua maneno ya familia, maboma za watu na familia. Utajua maneno ya watoto wetu. Watoto wetu wanafaa kukaje. Utajua maneno yote ambayo ni ya msingi wa kujenga taifa. Na si taifa tu hili la Kenya. Taifa la sasa na hata milele. Wow. Hiyo utaenda ukifundisha Gen Z hapa pole tu tukiendelea. Turudi kwako Samuel. Umesikia rafiki yetu hapa vyenye ameongea. Sijui wewe unaanguka wapi ndio tuweze kutupeleka pia kwa topic ya leo. Jambo la kwanza ningesema ni mambo mengi ambayo yameongewa katika ulimwengu ambao tuko hivi sasa. Na mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyasikia na masikio yetu ni mambo ambayo yametokana na wahubiri, mambo mengine yametokana na manabii, mambo mengine yametokana na wachawi na waganga na whatever hizo vitu zote. Lakini hawa wachawi, waganga, manabii na wahubiri
wote wako katika Kikuyu tunasemaga chondo ama Kikamba chondo. Wako katika kiondo moja. Katika chondo moja. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu mambo mengi ambayo unaona yakizungumziwa na wale ambao wamekuwa wakinena watu wale ambao wananenaga hili neno wanalinenaga kulingana na vile ambavyo wamesikia kutoka kwa wahubiri kutoka kwa wahubiri wao. Lakini hivi sasa ujumbe ambao unaendelea katika ulimwengu sasa hivi ambao ni ujumbe ambao ulikuwa umefichwa mpaka hawa wahubiri manabii. Ujumbe huo ni tofauti sana na hivyo ambavyo kumekuwa kukiambiwa na vile kumekuwa kukihubiriwa na vile kumekuwa kukifunzwa neno la Mungu. Kwa hivyo sasa hivi ili kwanza niongee hapa penye ameongea, kuna mambo amesema yanahusu Gen Z. Akaongelea hayo mambo akasema kuna wengine pia si yeye peke yake, kuna wengine pia Gen Z ambao wanafafunikiwa na ukweli huu ambao tunaendelea wako katika hiyo njia ambayo amezungumzia. Hiyo njia ambayo amezungumzia ni njia ambayo inaelekeza watu katika uzima wa milele. Hiyo njia ndio ambayo ilifunikwa na njia zingine. Na zile njia ambazo zilifunika hizo zilifunika hiyo njia ambayo amezungumzia kwa mambo kadhaa. Akaongea mambo ya mbinguni. Akasema vile ambavyo imekuwa watu wakiongea kuhusu mbinguni, anaweza kupea ufahamu kuhusu hiyo mbinguni yenye wanaongelelea. Si kwamba tunasemaga hatuendi mbinguni. Hapana. Hatusemagi hivyo. Tunasemanga mbinguni ni wapi? Unaona? Na mbinguni kukoje? Basi kama tukiwa hapa tuko vile mbinguni kuko kukifanyika, vile mbinguni kunakaa kukifanyika hivyo hapa, si tuko mbinguni? Hapana. Duniani. Sasa kama mfano Sasa kama mfano mbinguni kuna Mungu, si ndio? Mungu makao yake ni mbinguni. Mungu akiweza kuja hapa akae pamoja na sisi na malaika ambao wako katika hiyo mbingu ambayo yawe yako woje wakuje tuwe pamoja na wao hapa. Na mambo ambayo ni mapotofu yaondolewe katika maskani ambayo tuko. Unaona? Hapa penye tutakuwa ni mbinguni ama si mbinguni? Mungu akikuja. Mbingu yote ikikuja mahali ambapo tuliko sasa hivi. Katika hii dunia ambayo tuko. Wote ambao wanaitanishwa na mbingu ikikuja ikae pamoja na sisi. Tutakuwa mbinguni ama tutakuwa nje ya mbinguni? Tutasema tuko mbinguni kwa sababu mbingu imeshuka iko pamoja nasi. Hivyo ndivyo nasema. Kwa hivyo hiyo mbinguni yenye tunazungumzia ndio itakuwa pamoja na sisi. Kwa hivyo tutakuwa katika hiyo mbinguni. Sasa Mungu akikuja, msikilizaji ujue hapa tunaongelelea Mungu akakuja hapa duniani. Ni yeye amekuja na akakaa pamoja na sisi. Na sasa vile ambavyo kunatendekaga hiyo mbingu ambayo yeye ukaa hivyo tu kukafanyika aje? Kukafanyika hapa. Hivyo ndivyo tunakuwa tukizungumzia. Kwa hivyo lakini kulingana na vile sasa kanisa huzungumzia kwamba watu watakuja wachukuliwe rapture. Wakinyakuliwa wapande katika mawingu, ndio hao wapande na mabawa katika mawingu. Wakifika katika mawingu, kisha wakifika hapo, kuna wengine wanasema watasikia sauti waambiwa waende mbinguni wapande. Wengine wanasema watateremka wakiimba mpaka Sayuni warudi tena kwenye walikuwa. Wengine wanasema wataishi hapo katika anga. Kulingana na ile Injili ambayo mimi nimefundishwa kutoka utotoni mwangu, ni kwamba na ile Injili ambayo nimeishikilia hapa, nikishikilia wale ambao tuko kwa kanisa kwa sasa. Ndio. Yesu alienda kutuandalia makao. Yakiisha
atakuja atuchukue ili tuende na yeye mahali ako pia sisi tukue. Hiyo ndio injili ambayo tumeishikilia. Ndio. Na hiyo ndio injili ambayo tuko ndani yake. Kitu ya kwanza, lazima kwanza ujue Yesu ni nani. Kwa sababu kama huyu Yesu, unajua ni jina la kuitwa na watu. Mwokozi. Anaitangwa Yeshua. Yeshua, hilo ndilo jina litangulia kuitwa. Hili lingine ni la Kigiriki hii jina Yesu. Lakini jina ambalo mwenye tunazungumzia hapa alikuwa anaitwa Yeshua. Sasa Yeshua lazima kwanza umjue ni nani. Ili sasa ukuje uelewe hapo mahali ambapo aliko ni wapi, unaona? Hapo penye tutakuwa. Kwa hivyo tukishajua Yeshua ni nani, hebu nisomee Yohana 1:1. Injili ya Yohana 1:1. Kwa sababu tukishajua yeye ni nani, basi tutajua hapo penye tutakuwa na yeye ni wapi. Kwa sababu amesema ni mwana wa Mungu wa pekee. Ndio. Yeye ni mwana wa Mungu wa pekee, yeye ni mwokozi, yeye ni mwana kondoo. Hiyo yote ni yeye. Yeye ni mkate wa uzima, yeye ndiye maji ya uzima. Unaona? Sasa tunataka tujue haswa yeye ni nani. Unaona? Hebu soma. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Injili ya Yohana 1:1 inasema hivi. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Neno alikuwa kwake Yawe. Naye neno alikuwa kwake Yawe. Naye neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo huyu neno ambaye alikuwa kwa Yawe pia yeye alikuwa alikuwa Mungu. Kwa nini neno aambiwe ni Mungu? Unaona? Kwa hivyo kuna neno, kuna kitu nataka uelewe hapo Kuna neno ambaye alikuwa kwa Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu na kuna neno ambaye alikuwa kwa huyo Mungu. Sasa huyo Mungu, huyo neno alikuwa Mungu pia yeye. Kwa nini anaambiwa alikuwa Mungu? Kwa sababu huyu neno ndiye nani? Huyu neno si yeye huyo Mungu. Kuna Mungu mkuu, sawa? Kuna Mungu mkuu ambaye huyo Mungu mkuu ndiye ambaye anaitangwa Yawe, na ndiye ambaye neno alikuwa kwake. Neno ndiye mwana wa Yawe, sawa? Neno ndiye mwana wa Mungu. Hebu nisomee hiyo Yohana 1:14. Nasema naye neno alifanyika mwili. Naye neno, sikiliza hapa naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee. Nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee, atokaye kwa Baba. Kwa hivyo huyu neno ndiye alifanyika mwili na ndiye mwana pekee atokaye kwa Baba. Sawa? Kwa nini yeye anaambiwa ni Mungu? Mtoto wa simba ni simba, si simba? Ni simba. Mtoto wa ng'ombe ni ng'ombe pia, si ndio? Naye mtoto wa Mungu si ni Mungu pia? Mungu. Sasa huyu neno katika asili yake amerithi uungu kutoka kwa huyo Mungu mkuu ambaye ni Yawe. Kwa hivyo kama mimi naitwa Samuel Mushera, Mushera ni baba yangu. Mimi si ninaitwa Samuel. Baba yangu ndiye anaitangwa Mushera. Lakini mimi naitangwa Mushera na watu. Na huwa unaitika. Kwa nini? Kwa sababu mimi mwana wa Mushera. Ni Mushera. Naye mwana wa Mungu ni ni Mungu. Si Mungu in personality. Ni Mungu in katika asili. Ni Mungu katika asili. Amerithi uungu. Mimi nimerithi mausia ya Mushera. Unaona? Kufanana na yeye. Ukiniona mimi utakuwa umeona Mushera. Kwa hivyo na wewe ukiona mwana wa Mungu utakuwa umeona Mungu. Sasa mimi niko na masikio mawili kama baba yangu. Niko na macho mawili kama babako.
lakini kuna baba yangu in personality sasa Kuna baba yangu kando na mimi. Tuko wapi? Wawili. Lakini mimi natumia jina la baba la baba yangu Moshe. Na yeye Yashua anatumia jina la baba yake ambaye ni Mungu. Kwa hivyo pia yeye anaitawa Mungu. Sasa huyu kwa hivyo tumesikia ni neno ambaye alifanyika Mungu. Yaani kusema alikuwa Mungu ni kusema alikuwa na uungu. Kama vile tunasemaga Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Hatuwezi sema ati upendo ni Mungu. Ukisema upendo ni Mungu, it is another person mwenye anaitwa upendo ambaye ni Mungu. Lakini ukisema Mungu ni upendo. Mungu ni upendo, ni tofauti na hivyo. Sasa kile ambacho hapa nilikuwa nataka kufanua hapo ni kwamba tuelewe kwanza yeye ndiye neno. Huyu mwana ambaye alifanyika mwili ni neno. Sawa? Kwa hivyo huyu Yashua ni neno. Sasa neno ndiye ambaye anaongea katika hiyo kitabu ya Yohana 14 sasa. Akiwa neno wakati alifanyika mwili neno alipofanyika mwili, neno lilipofanyika mwili linaitwa mwana kondoo. Kusoma Yohana 1, hiyo injili ya Yohana 1 mstari wa 29. Hebu soma. 29 nasema siku ya pili yake amuona Yashua akakuja kwake akasema, tazama mwana kondoo wa Yahweh aichukua dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo huyu neno wakati amefanyika mwili anaitwa mwana kondoo. Sasa katika hiyo kitabu ya Yohana 14, injili ya Yohana 14 enda hapo. Ili tujue mahali ambapo alienda makao ambao alienda kutayarisha, mahali ambapo wako na situweko. Tushajua yeye ni neno. Tushaelewa. I think neno alifanyika mwili. Sasa wakati alifanyika mwili anaitwa mwana kondoo. Sasa mwana kondoo ndiye anaongea katika John chapter 14. John chapter 14 ndiye anaongea hapo haya maneno. Na ukumbuke huyu ni neno ambaye amefanyika mwili. Kwa hivyo ameacha utukufu wake akavaa mwili. Sawa? Akiwa na mwili akaongea haya maneno. Akasema aje? Kusoma. Nyumbani mwa baba yangu, nitaanza mwanzo. Anza baba. Msifadhaike moyoni mwenu maana mnaniamini mimi. Msifadhaike. Mnaniamini Yahweh. Anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Unaona? Kwa hivyo wenye watu wanazungumziwa hapa ni watu kwanza wamemwamini Mungu. Watu ambao wanamjua Mungu. Unaona? Hao watu ambao wamemwamini Mungu ndio kwanza wanazungumziwa. Anaambiwa msifadhaike mioyoni, mnamwamini Mungu. Hiyo ndio first step. Alafu kisha baada ya kumwamini Mungu episode uniamini mimi. Niamini na mimi. Kwa hivyo usitangulie kumwamini yeye. Kwanza uamini Mungu. Alafu ndio mjue yeye. Unajua ukitangulia na yeye hautakuwa kuna mambo kadhaa ambayo utakuwa hautaelewa. Kwa sababu lazima kwanza ufunzwe na baba kumhusu huyu mwana. Hebu endelea. Nyumbani mwa baba yangu sasa anasema mengi nyumbani. Kama sivyo ningaliwaambia. Watu wenye wanaambiwa hapa ni watu already wamemwamini Mungu. Na sasa wamemwamini mwana. Hao ndio wanaambiwa nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Kwa hivyo yeye yuko nyumbani mwa baba yake kuna makao mengi. Akasema akienda ataenda kutuandalia mahali. Katika haya makao atatuandalia mahali. Hapo mahali ambapo atatuandalia. Anasema kwa baba kuna makao mengi. Lakini yeye
anaenda kutuandalia mahali. Hapo mahali atatuandalia ndipo ili nilipo nanyi mwepo. Sasa huyu ni nani anaenda? Mwana kondoo ndiye anaenda. Sawa? Alipokuwa anaenda kwa baba yake, kuna maneno ambayo aliomba akasema. Hebu nisomee John 17 verse 5. 17:5. Nasema hivi. Sasa Baba, nitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa hivyo kuna utukufu alikuwa nao kabla ya ulimwengu kuwako. Hapa akiomba akiwa mwana kondoo ndio anasema akiwa mwana kondoo ndipo anasema arudishwe katika utukufu ule aliokuwa nao na sasa wakiwa na pamoja na baba yake kabla ulimwengu kuwako. Na kabla ya ulimwengu kuwako tumesoma Injili ya Yohana 1:1 ikasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Kwa hivyo kabla ya ulimwengu kuwako alikuwa neno. Kwa hivyo wakati anarudi kwa baba yake katika utukufu huo, anarudi katika hali yake ya neno. Sasa huyu mwana kondoo alirudi katika hali ya neno. Katika hiyo hali yake ya neno ndiko kuna makao mengi katika neno sasa. Sasa wakati ambapo sisi tumekaa katika neno tuko pamoja na Yeshua. Na tuko katika mahali ambapo alienda kututayarishia. Unaona? Sababu hapa chini pia wanasema nami niendako mwaijua njia. Na kwa nini Yesu akienda alisema hivyo mmeniona nikienda, hivyo ndivyo tu mtakavyoniona nikirudi, na mtanijua kupitia alama za michumari. Hayo maneno si Yeshua aliyasema. Kuna watu wawili walitokea hapo. Hebu tusome Matendo ya Mitume 1 mstari wa 9. Nasoma hiyo ya ndio iko na Kiswahili nzuri hiyo. Katika Matendo ya King James ndio. Hebu soma Matendo ya Mitume 1 mstari wa 9. Hayo maneno si huyo mwenye alikuwa anaenda aliyasema. Hapana. Okay. Huyo alienda, walikuwa wakitazama hivi juu. Si akaenda. Kwa hivyo Yeshua alipoenda wakabaki hapo hao. Kukatokea watu. Hebu kwanza soma hapo. Tunaanza mstari wa ngapi? Matendo ya Mitume 1 mstari wa 9. Akisha kusema nayo asoma vizuri. Akisha kusema hayo. Akisha kusema hayo walipokuwa wakitazama akainuliwa wingu likampokea. Kwa hivyo amepokelewa huyo. Huyu ni Yeshua sasa ameenda. Amepokelewa na wingu. Kutoka machoni pao. Alipokuwa wakikaza macho mbinguni. Yeye alipokuwa akienda zake, tazama, wakiangalia hivi alipokuwa akienda zake. Na tupelekane vizuri. Wanaangalia kwenye anaenda. Tazama, watu wawili. Kukatokea watu wangapi? Wawili. Wakasimama karibu nao. Wakakuja hao watu wawili wakasimama nao hapo. Wenye nguo nyeupe. Walikuwa na mavazi meupe. Wakasema. Hao ndio walisema haya maneno. Hao watu wawili wenye mavazi meupe. Wakasema aje? Enyi watu wa Galilaya. Waambie enyi watu wa Galilaya. Mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Sasa mbona mmesimama mnatazama mbinguni? Huyo Yeshua aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni. Unasikia vile haya maneno? Hawa ndio wanasema hawa wawili. Vile mmeona amechukuliwa, rudia hapo. Huyu Yeshua aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni. Atakuja jinsi hivyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Basi. Unaona maneno yenyewe ulikuwa unasema? Yalisemwa na Yeshua. Sasa Yesu mwenye ameenda ama ni hao watu wawili walitoka hapo?
Hao watu wawili walikuwa wametoka wapi? Hao watu wawili wenye walisema haya maneno walitoka wapi? Walitokea. Yes, walitokea. Walitoka wapi? Usoma tena hapo tusikie walitoka wapi. Wakasema enyi watu wa rudia mstari wa 9. Wa 9 inasema hivi. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama wakiinuliwa mbinguni, ili likapokea kiinuliwa, wingu likapokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe. Kwa hivyo hao watu wawili walikuja wakasimama, hao walikuwa wanaangalia mbinguni. Nao watu wawili wamekuja wamevalia mavazi meupe, si ndio? So kuna uwezekano hao watu ni malaika. Na kuna uwezekano wawe si malaika. Ile kitu inafanya mimi niseme ni malaika, kwa sababu hapa haijasema, ituambia watu ni akina nani. Kwa sababu hao watu kile wamekuja wameongea, akijatofautiana na Mungu. Si Yesu ameenda na wao wamekuja. That means ni malaika wa Mungu walitumwa ili waweze kuwafikishie hii habari walileta. Sasa hiyo ni that means. Sawa. Hiyo ni that means hiyo ni maelezo. Kuna jambo ambalo ningependa ufahamu hapo hebu nisomee Yeremia 8:8. Yeremia 8:8. 8:8 asema hivi. Wasemaje sisi tuna akili na torati ya wetu nao pamoja na sisi. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya mwandishi imefanya kuwa uongo. Imeifanya kuwa uongo. Kwa hivyo kuna torati ambayo ni maneno ya Yawe. Kuna maneno ya Mungu ndio inaitangwa torati Tunasema tuko nayo. Tunasema tuko na kweli. Na tuko nayo haya maneno ya Mungu. Lakini tazama, kalamu ya uongo ya waandishi imefanya maneno hayo kuwa uongo. Kuna kalamu ya waandishi ambayo imetumika katika Biblia. Unaona hii Biblia? Katika hii kitabu ya Biblia, acha kwanza hii kitabu ya Biblia ningependa kujua hapa ndani. Ili sasa uweze kufanikiwa ni nini imeendelea hapo penye tumesoma Matendo ya Mitume 1:9. Hapa ndani kuna maneno ama kuna neno la Yawe. Neno la Mungu liko wapi? Hapa ndani. Kuna neno la Mungu hapa ndani. Hapa ndani ya hii Biblia kuna neno la mwanadamu. Yaani ni mtu fulani ameongea. Hapo ndani. Hapa ndani kuna neno limeongewa na shetani. Hapo ndani. Hapa ndani kuna neno limeongewa na mitume wa shetani. Wa shetani. Hapa ndani tu. Hapa ndani kuna neno limeongewa na mitume wa kweli wa Mungu hapa ndani tu. Na hapa ndani kuna historia. Hiki kitabu kimebeba mambo mengi. Maana ya Biblia, maana ya the word Biblia. Biblia imetokana na jina la Kigiriki Biblia. Sasa hilo jina maana yake ni kusema collection of many books under one cover. Biblia si neno la Mungu. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu nyingi mahali pamoja. Unaona? Huu mkusanyiko wa vitabu mingi mahali pamoja ndio maana nikakwambia kuna kitabu cha mwanadamu hapa ndani. Ndio maneno ya mwanadamu. Haya maneno ya mwanadamu yamebebwa na kitabu fulani hapa ndani. Hapa ndani kuna neno ya historia, sijui wa Israeli kukakuwa wakafanya hivi, kukaenda hivi. Huyu mfalme akatawala mpaka hapa nini hivyo historia. Iko hapa ndani. Hapa ndani kuna mambo nitoka poetic book. Unaona?
ndio maana inaitwa Biblia. Hapa ndani kuna manabii wa kweli. Hapa ndani kuna mitume wa kweli. Hapa ndani kuna mitume wa uongo. Ni mkusanyiko wa mambo mingi imeongewa pale pamo. Hapa ndani kuna neno la Mungu. Hiyo neno la Mungu ndilo tunapaswa kulijua. Kwa hivyo wakati tunachukua hii kitabu tunafungua hivi, tunapaswa kutafuta neno la Mungu. Si neno limeongewa na mwanadamu, si neno la historia, si neno la mambo yameongewa na shetani. Hata shetani yameongea hapa. Sikia hapa. Katika maneno ambayo yameongewa hapa na tutakuja kuelezea, nafikiri sasa hiyo nitaifanya ikiwa peke yake ya nielezee kuhusu Biblia. Kwa sababu hapa ndani kuna maneno pia ya Bible scholar. Kuna maneno ya Bible scholar yanaongezea huko ya Bible scholars. Wakijaribu ku explain ama kuelezea kitu kako hapo, huwa wana fix maneno yao. Unaona maneno ni mingi hapa. Kwa hivyo maneno ni mingi. Sasa tukishajua hivyo, tuende katika hiyo kitabu ya Matendo ya Mitume 1:9. Okay. Hapo kuna jambo unaelezewa. Kuna mtu anakuelezea, anakuambia hivi, walipokuwa wakitazama hivyo kuelekea mbinguni, kukatokea wawili hapo. Huyu si unasikia kuna mwenye anakuelezea walipokuwa wakitazama. Hiyo explanation unapewa hapo ni mtu anakupea. Huyu ambaye ameenda, kitu ya kwanza wenye walikuwa wameachwa hapo hawakumuelewa vizuri ni nani. Unaona? Na ili ujue kwamba hakuwa anamuelewa. Hiyo kitabu yenye tulikuwa tunasoma John 14:6. Mwokozi anawaambia hapo, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hapo mbeleni alikuwa ameongea akasema kule nendako mwijue njia. Sasa hawa hata waelewi. Lakini unasikia mwenye anawaambia mwijue njia ni Mwokozi. Mwokozi yeye anaweza kuwa ati hajui wanajua. Si yeye anajua wanajua. Lakini unaona wenye wanaambiwa hata hawaelewi kama wanajua. Pengine Yesu alikuwa anaongea na tunaziita nini? Midhari. Alikuwa anaongea hivyo. Lakini wewe unafikiria unajua kweli ni kwamba yeye alikuwa anajua wanajua njia. Na ni walikuwa wanajua. Lakini hawakuwa wanajua hiyo njia wenye wanajua ndio iko nayo hapo amesimama hapo. Si neno. Neno si ndio njia ya kutupeleka kwa Baba. Na neno si ndiye amesimama naye nao pale akiwa na mwili. Unaona? Katika mwili. Naona kuna kitu ulikuwa unachangia. Unajua hapo kuna tofauti ambayo imekuwa hapo ya maneno mbili. Kwa sababu ukipata mahali kuna maneno tofauti maneno ambayo yanatofautishana mawili, unafaa kuwa ukijiuliza swali. Kwa sababu hiyo ndio shida ambayo kila mtu anafaa kuona. Akiona hapo ndio atakuwa na ile kung'amua. Yenyewe hapo kuna shida kwa sababu kwani kuna njia za kwenda mbinguni mbili. Producer utatuambia kwa sauti yake inafika. Anasikika akiwa chini. Njia yake, njia ile ya kwenda kule. Ni hiyo ambayo walikuwa nawaelezea hapa akiwaambia mwaijua njia. Kwa hivyo pale katika pale akisema mnaijua njia ya kule mimi niendako. Unaona sasa tena kuna mtu hapa anakuja kuelezea eti mahali aendako ni wapi na atarudi aje. Tena na hapa Bwana tu alikuwa ametuambia nikienda nitaenda kwa Baba na mimi kuna makao mengi ya kusingalikuwa hivyo ningaliwaambia. Kwa hivyo nitawatengenezea mahali na pakimalizika nije ili mahali mimi niko na nyinyi mkue. Kama sasa hivi tumejua katika kitabu ambacho tumesoma kwa mwanzo pale Yohana 1:1 tunasema kweli
kama mahali yako ni katika utukufu ule alipokuwa katika mwanzo, kama ule mwenye anatuambia mwenye ufalme huo anatuelezea, kwa nini tunategemea kulisikia mtu mwingine? Yule ukisikia mtu mwingine ambaye anapingana na ambayo hiyo ni ushuhuda ambao uko hapo. Na pia kuna sheria ya kuwa eti njia ni ile tu moja. Ukiona watu wanatofautiana na hiyo jambo, akuja akwambia hapa, ndio unajua sasa, hapo ndio utajua yenyewe huyo si ule mtu mwenye nilikuwa nafikiria nafaa, huyo si mtu wa kweli. Huyo ana kweli kama akona utofauti wa ushuhuda huo ambao ulitolewa na Yeshua. Na hiyo maneno ambayo alikuwa anaongea, hiyo ndio ilikuwa ufalme. Hayo maneno kama inaenda tofauti, kuna mtu atakuja aseme kitu kingine tofauti. Ndio maana huyo anakosea. Na wacha nikwambie, kuna mtu mwenye anasimama mahali aseme hiyo ni tofauti. Huyo mwenye alikuja kuongea hapo, huyo alikuwa na roho. Kuna mtu atakuja aseme hapo, huyo sasa Mwokozi alituambia roho atakuja atuambie. Sasa mimi nimuulize, alisema huyo roho atakuja kutuambia nini? Good. Sasa ukisoma hapo ndio ili iweze kueleweka mahali ambapo alipo si amesema mahali alipo nasi tuwepo. Hebu soma hapo na hii ya Kizungu. Verse 3. Nasema hivi, and whether unajua mimi ndio nikusomee. Verse 3 nasema, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Unto myself. Wherever the word unto myself na isoma Kiswahili sasa hapo kwenye umesoma Kiswahili. Shika. Ni kuonyesha kitu nakwambia inaitwa Bible scholars. Unaona? Kitu inaitwa Bible scholars. Wakitaka kuweka maneno yao. Unajua hii King James, hii inaitwa King James version na hii ndio imetolewa hii. Basi mimi ni tafsiri. Katika mstari wa 3 Yohana 14:3. Nasema hivi, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili niwapo mimi nanyi mwepo. Yes. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Ndio maana nilikuambia lazima ujue Yeshua ni nani. Ukishajua Mwokozi ni nani, Yeshua ni nani, ujue ni yeye neno. Ndio maana nakuambia unto myself. Si anarudi katika utukufu huo wa neno. Sisi tutakuwa katika neno unto myself. Si mahali ameenda kutengeneza kuna kinyumba kidogo kuna dhimiti na nini. Hapana. Inapigwa plaster nyumba vizuri, hivyo ndivyo inakuwa katika fikra ya mwanadamu. Ati makao yenye alienda kutengeneza ni nyumba itengenezwe vizuri, pambwe maua, kuna dhahabu nini huko nini, arembesha. Barabara za dhahabu zitakuwepo ambazo hatutachoka. Hizo barabara zitakuwa zinajipeleka. Unaona? Haya mambo yameongewa kwa mafumbo. Sasa kitu yenye nilikuwa nataka hapa tuangalie kwa nini kuna kuwa na hii. Unaona vile sasa nakuelezea kulingana na hiyo kweli ambayo ya mwenye alikuwa anaongea. Kweli ambayo ya mwenye alikuwa anaongea. Ya mwenye alikuwa anaongea. Lakini wewe unanisomea mwingine maneno mengine ambayo yamejaribu kuongewa na wenye nilikuambia wahubiri. Nikitangulia nilikuambia hivyo, nikakwambia maneno yenye yanatusumbua ni vile kumekuwa kukihubiriwa na wahubiri na manabii, unaona? Na nikakwambia hao wote
wahubiri, manabii, waganga, wachawi wote wako katika one kiondo, wako katika chondo moja. Kwa nini kikapu kimoja? Wako katika kikapu kimoja. Kwa nini? Kwa sababu ndio wamefanya tukakosa kuelewa maana halisi ya hiyo maneno ambayo iko hapo katika John 14. Ni kwa sababu ya wahubiri, ni kwa sababu ya manabii, ni kwa sababu ya hawa ambao wamekuwa wakiganga mafikira ya watu. Kwa nini? Hawakufunza kile ambacho huyo mwenye kuongea haya maneno alikuwa akisema. Kwa nini tunasema hivyo? Nikakwambia hiyo kweli ambayo tunajaribu kufunua na inaendelea kufunuliwa kwa sasa hivi. Ndio inaitwa revival. Tuna revive kile ambacho kilifunikwa Tunafichua ukweli ule ambao ulifichwa. Ukweli ule ambao ulifunikwa ndio tunaufichua. Na sasa kukuja kufichua ndipo unaona kuko na hiyo, kwa sababu already kumeekelewa uongo mwingine ambao unaitwa ukweli. Kuna uongo ambao unaitwa ukweli. Sasa Biblia ama kwa wahubiri? Wahubiri sio wametoa hapa kwa Biblia. Okay. Hii Biblia inahusu mambo mawili Kuna unabii wa hiki kitabu cha uko hapa katika hii Biblia ambao unaonyeshana kuna wakati ukweli ulikuwa umesimama hivi ukweli huo na ulikuwa tuseme hivi, acha kwanza nikiwa hivi ukweli ulikuwa hapa na ulikuwa unasomeka vizuri. Ukweli ulikuwa umesimama vizuri. Nataka kuelezea hiki kitabu cha Biblia ni nini kiko hapa ndani. Kinaelezea nini Ukweli ulikuwa hivi. Na ulikuwa wazi. Lakini kukaingia manabii wa uongo na mitume wa uongo waka overturn. Sasa hii inahusu unabii. Kuna unabii ambao unaelezea vile ukweli ulikuwa wazi hivi ukainamanishwa hivi. Sawa? Na sasa kuna unabii mwingine hapa ndani ambao sasa unaelezea vile ambavyo huo ukweli ambao umeovataniwa utakuwa unarudishwaje, watasukuma wakirudisha hivi. Na hayo maneno huu ukweli ambao ulifichwa ni yale maneno ambayo yaliongewa na Mungu na kaongewa na mwana wake, ambayo ndio kweli ambayo wakati ambapo shetani aliingia na mitume wake wakaovatani hiyo kweli. Na unabii huo uko katika Biblia hii. Kwa hivyo kuna wenye walikuwa wakiongea ukweli ikiwa hivi mitume na manabii walikuwa wanaongea ukweli ikiwa aje, lakini walikuwa wanatabiri. Manabii walikuwa wanasema kuna wakati ambapo hiyo kweli itaangushwa hivi. Na wanasema na kuna wakati itarudishwa hivi. Wacha nikuulize, kwa sababu ya hiyo yenye unasema ati manabii kuna kile ambacho walikuja wakatabiri na walijua ya kwamba hayo maandishi yatakuja kupinduliwa. Kuna hiki kitabu, ama wacha nisitaje kitabu kwanza. Kuna huu msemo ambao umekuwa wakati Yesu alikuja alifunikia Torati. Wakati Yesu alikuja hatukuhitaji ile Torati tena, kwa sababu Torati ilikuweko kutupatanisha na Mungu, lakini wakati Yesu alipokuja akakuwa ni yeye mpatanizi. Kwa hivyo Torati ikaondoka. Hayo maandiko kwa sababu yako yalionekana na wale manabii ama yalitabiliwa? Ndio, walitabiri. Walitabiri sana. Na wakasema vile ambavyo kutakuwa. Hebu nisomee Yeremia 23. Yeremia 23. Tuanzie hapo. Tuanze verse 15.
Kulikuwa na huo nabii. Yeremia ni wa hizo enzi alikuwa ametabiri ile kutaenda. Na alikuwa amesema na ni Yawe alikuwa amesema hivyo atawanywesha hao manabii maji ya nini bisoma? Basi Bwana wa majeshi asema hivi. Katika habari ya manabii, tazama, nitawalisha pakanga. Nitawanywesha maji ya uchungu. Maji ya uchungu kwa kuwa kutoka kwa manabii hao wa Yerusalemu ukufuru kumeingia katika nchi yote. Kukufuru kwa manabii hao kumeingia katika nchi yote. Yawe wa majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria kuwafundisha ubatili kunena maono ya mioyo yao. Hao manabii walikuwa wanaongea maneno ya mioyo yao wenyewe, si maneno ya Mungu. Hiyo ni utabiri anatabiri na Mungu ndiye anasema hivyo. Unaweza interpret hii word unatili, imeiita unatili ama ubatili. Can you explain that word? Haya, ubatili ni nini? Katika Kizungu nasema vain. Mambo ya ubatili, mambo ambayo ni vain. Kama vile usitaje jina, do not mention the name of your God in vain. Usilitaje bure. Yaani wanafundisha ubatili, wanafundisha mambo ambayo ni ya bure, si maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa hao manabii kama for instance, kama saa hii kuna mtu alikuja anasema katika habari ambayo ilikuwa ndio ya sheria ya baba ilifunikiwa na Yesu wakisema nikuulize, maneno ambayo ilikuwa inaleta uhai ndio gani? Si maneno ambayo ilikuwa ya kuonyesha watu vile watakaa. Ukikaa hivyo ndio utapelekwa katika nchi ambayo Bwana alikuwa anataka kuwapeleka. Lakini maneno ya ubatili ni kuambiwa hiyo kitu ambayo ilikuwa ikupeleke hapo imekwisha, ni bure. Yani ni kama unaifanya maneno hayo ni vain, inakuwa bure. Yaani maneno yenye wanatuletea, hiyo ubatili ambayo wanatuletea ndio hiyo ni kitu ambayo ni bure, kwa sababu acha nikwambie Mwokozi, acha nikwambie for instance, Mwokozi ni nini? Sema unaokolewa kutoka kwa nini? Hiyo tutasoma katika Mathayo pale ikianzia 1. Ani Yeshua akija ataokoa watu kutoka kwa nini? Dhambi zao. Katika dhambi zao ndio watu wataokolewa. Dhambi ndio gani? Tuseme wewe ni dhambi ni gani? Tuseme wewe ni muuaji. Ndio. Katika dhambi hiyo ya kuua. Unaona hiyo ni ya kuua. Hiyo ndio unaokolewa kati yako. Kwa hivyo Mwokozi anakutoa katika kuua. Kwa hivyo hautaua. Na iko kwa Torati bado. Hiyo si ndio katika Torati. Hiyo ndio dhambi ya watu. Mwokozi anakuja kuokoa watu kutoka kwa dhambi ya watu. Kisha uambiwe Torati ya Bwana imeisha na Mwokozi. Itaisha wewe ukitimiza hiyo sheria. Lakini wewe usipotimiza sheria itaisha aje? Sasa wewe unaona ukitimiza sheria, unaona ukiangalia nchi yote upate hakuna mwizi, useme sheria imeisha. Jana kuna mtu amenisomea andiko hapa, sijaweka hiyo video lakini nitaiweka. Na ni vile simu yangu iko kwa moto ningewasomea. Inasema ya kwamba Torati ilikuwa kivuli. Ndio. Tunaelewa. Naelewa hao maandiko katika Efeso. Sasa kuna kitu ambacho nilikuwa nataka tuendelee hapa kidogo ili tuone haya maneno vizuri. Ikasemekana hivi, wakiwatabiria kuwafundisha ubatili. Mungu alikuwa amesema msiwasikize hao manabii. Wakiwatabiria kuwafundisha ubatili, kunena maono ya mioyo yao wenyewe. Haya hayakutokana katika kinywa cha Mungu. Hawakutoka katika kinywa cha Mungu. Daima huwaambia wao wanao nidharau, Mungu asema mtakuwa na amani
Nao humwambia kila mtu atendaye kwa ukaidi wa moyo wake hamtapatwa na ubaya wowote. Maana ni nani aliyesimama katika baraza la Yawe hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyeitia moyoni neno langu na kulisikia? Tazama, tufani ya Yawe, yaani ghadhabu yake imetokea. Ni dhoruba ya kisulisuli itapasuka na kuwaangukia waovu vichwani. Hasira ya Yawe haitarudi hata atakapokwisha kuyatimiliza makusudi yake moyoni mwake. Katika siku za mwisho mtalifahamu neno hili kabisa. Unaona haya mambo ambayo tumeyasikia hapo ya kuhusu wa manabii bila waliongea mambo ya mioyo yao wenyewe. Hapa Yawe akasema hivi, akasema katika siku za mwisho mtalifahamu neno hili kabisa. Yawe ndiye aliwanywesha maji machungu au manabii. Maji machungu ni mafundisho mapotofu. Unaona? Wakaenda hao manabii katika mafundisho mapotofu, na wakati walikuwa wakifunza hao manabii walikuwa wanaambia watu mtapata amani. Unaona? Mtakuwa na amani, kuna jambo litawapata. Na maneno mengine waliongea ni ya mioyo yao. Sasa ili tuelewe hao manabii, ilikuwa ikae kwa muda na watu hawangekuwa wakiwajua hao manabii walikuwa kina nani. Lakini ikaambiwa katika siku za mwisho ambazo ndizo tuko saa hizi, mtafahamu neno hili kabisa. Mimi sikuwatuma manabii hao. Sasa tutafahamu sasa. Mungu hakuwatuma manabii gani hao, lakini walikwenda mbio, si kusema nao, lakini walitabiri. Lakini kama wangalisimama katika baraza yangu, ndipo wangaliwasikiza watu wangu maneno yangu. Wangewalisikiza watu wangu maneno yangu na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Kwa hivyo kama wangesimama katika baraza la Mungu, wangesikiza watu maneno ya Mungu na wageuze watu wasienende katika maneno ya uovu wao, waenende katika maneno hao ya Mungu. Kwa hivyo wangewasikiza watu maneno ya Mungu, si mengine. Unaona? Na tukaambiwa siku ambazo ni za mwisho ndivyo sasa tutafahamu hao manabii. Unaona, ambao walitabiri mambo ya mioyo yao. Huyu ambaye sasa tunazungumzia katika hii Biblia kuna maneno mbili. Kuna wakati ambapo utakuwa unaambiwa hapa usifanye hivi. Unaona? Hapo unaambiwa usifanye hivi. Pale na hapo unaambiwa kuna mwingine anakuambia pale, mtu mwingine anakuambia hivi. Anasema ametumwa na huyo mwenye alisema usifanye hivi. Unaona? Na yeye anasema huyo amesema sasa unaweza fanya ama aliondoa. Haya maneno yanaendelea katika hii kitabu ambacho kinaitwa Biblia. Ndio maana nikasema huu utabiri sasa umesoma. Uko kwa Biblia ama ni ule tunaona sahi? Kwa sababu sahi kuna manabii ambao sahi sasa hii miaka tuko na ile miaka niko sasa, kwa miaka yangu nimewaona kuna manabii ambao wanatabiri mambo yenye yanaeleweka wazi ni kinyume na Mungu. Hapo tuko pamoja. Haya maandiko umesoma hapa. Huu utabiri unatimia kwa Biblia? Ni vitu zimetajwa kwa Biblia ama ni huu unabii tunauona saa hii na macho yetu? Sasa kalamu ya uongo ya waandishi haiko nje ya penye kweli iko. Hapana, penye kweli iko ndipo uongo iko. Na uongo ndio kalamu hiyo ya uongo ya waandishi. Si ndio? Si unasikia? Mtasemaje tuna akili na torati ya Bwana tunao pamoja nasi. Lakini tazama, hiyo torati ni maneno ya Mungu maneno ya Mungu tuko nayo. Lakini tazama, kalamu ya uongo ya waandishi imeifanya haya maneno kuwa uongo.
hii yenye inafanyaka maneno ya Mungu kuwa uongo haiko nje ya Biblia. Ndipo ambapo Yeshua anazungumzia katika kitabu ya Mathayo 24 verse 15. Anasema mtakapoliona chukizo la uharibifu likiwa limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Sawa? Hilo halijasimama nje ya pale patakatifu. Simesimama, umesikia? Likiwa limesimama patakatifu, hiyo chukizo la uharibifu ndio hiyo maneno ya kalamu ya uongo Sawa? Imesimama mahali ambapo kuna kweli. Pale patakatifu ndipo kuna kweli. Hapo ndipo kumesimama hayo ya uongo. Sasa kuna kitu ambacho kinaendelea hapa katika Biblia. Kuna kitu inaitwa great controversy. Great controversy ni kusema pambano kuu iko katika Biblia. Pambano kuu iko katika Biblia. Ndio maana nataka kuelezea jambo fulani hapa nikwambie. Kama hao manabii, ujue manabii ni mtu ambaye anasema ametokolezewa na Mungu, amenenewa na Mungu. Amenenewa na Mungu ima kwa njia yote yenye anaweza ongewa. Mungu anaweza sema ameongewa, Mungu ameongea naye kupitia. Sasa huyu hao manabii wanasema wametumwa na Mungu na wametumia jina lake. Ukisoma hii kitabu ya Yeremia 23 verse 15, usoma sasa yote ukimaliza, utasikia walitumia jina la Mungu tu kuongea. Nilikuwa nasema ni Mungu ameniambia. Unaona? Na hao wanatoaga mambo, waliongea maneno yao na yakaingizwa katika Biblia. Ndio maana hapa kuna pambano kuu inaendelea hapa katika ndani hiki kitabu. Hao manabii wa uongo, hao wenye unasema sasa hizi wako ambao wanaitwa manabii wa uongo, ni mazao ya hao manabii wa uongo walio watangulia. Hao ni watoto wenye wako huko sasa hizi kama huku Kenya, manabii wenye wako huko uongo ni watoto wa wako na baba zao. Hawa ni watoto wamezaliwa na baba yao ambaye ni muongo pia hata yeye. Kwa hivyo wanaitanishwa na yeye. Kwa hivyo kabla tujaona hawa wenye wako hapa, hii jambo ijaanza hapa Kenya. Hapana, imeanza katika mbali sana katika maneno ya Mungu. Katika maneno ya Mungu ndiko kuliingishwa ingine ya uongo, na ambayo ndio sasa hivi tunayadhihirisha kuwa maneno haya hayakuwa yametokana kwa Yawe, hayakuwa yametoka kwa Mungu. Kwa hivyo nabii, ili tujue ni uongo, hivyo tufike hapo kwa kujua manabii wa uongo, huyo nabii wa uongo. Niko hapa kanisani. Sunday nitaenda kanisani. Nihubiriwe wakati mtakapokiona. Kwa Kikuyu kiria kiridhahu. Kwa Kiswahili ni mtakapoliona chukizo la uharibifu. Haya, wacha niite tu kwa Kikuyu kwa sababu inatamka vizuri. Kiridhahu, kikiwa kimeketi patakatifu. Ile tafsiri itakayokuja pale kanisani wakati mtakapoona mtu wa devil worshiper amekanyanga madhabahu. Ndivyo kanisa inasema. Kanisa inakosea ikisema hivyo, ama wewe ndiye unakosea ukisema kile ambacho kilikuwa kinatambiliwa na Yesu kiko kwa Biblia. Sasa kitu ya kwa katika kujibu hiyo swali ni unajua maneno haya yanaongelewa na Mwokozi. Yesu ndiye alisema. Anasema ile siku mtakapoliona chukizo la uharibifu limekaa pale patakatifu, hivyo unasema hivyo. Ndio maneno ambayo Mwokozi anasema. Anasema ile wakati mpaka kanisa ilikuwa takatifu kweli. Kanisa ilikuwa takatifu hiyo. Katika ilikuwa takatifu. Ilikuwa na utakaso ile kanisa ambayo Mwokozi aliipata pale. Ile kanisa ambayo ilikuwa na Mafarisayo, Sadducees, hao
waandishi ilikuwa takatifu. Haikuwa takatifu, lakini mwenye utakatifu amekuja ili liwe takatifu. Kwa hivyo ni neno huwa linatakasa kitu. Kwa hivyo ni maneno, kuna maneno ambayo huwa yanatakasa jambo. Kwa hivyo ile maneno ambayo Mwokozi aliongea ndio ilikuwa inatakasa jambo lilikuwa lote. Hayo maneno ambayo aliongelewa. Kwa hivyo patakatifu ni wapi? Utaenda tena kanisa tena saa hii? Hapana, utatafuta maneno ambayo ilikuwa inatakasa kitu. Patakatifu ni wapi? Patakatifu tunaongelea sasa. Patakatifu ni penye pamewekwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Maneno ya Mwenyezi Mungu. Madhabahu? Hapana. Patakatifu ni penye pamewekwa sheria ya Mungu na ushuhuda. Kama hiyo madhabahu. Hayo ndio maneno ya Mungu, sheria na ushuhuda. Hayo ndio maneno ya Mungu. Penye popote penye pamewekwa haya maneno ya Mungu, hapo katika haya maneno ya Mungu ndipo panaitangwa patakatifu. Sasa kama hakuna maneno haya ya Mwenyezi Mungu, sheria na ushuhuda, hapo hapawezi kuitwa patakatifu. Sasa hapo katika sheria na ushuhuda ndipo palisimama hicho ambacho ni chukizo la uharibifu. In short, mnataka kusema kwa kanisa, kwa madhabahu sio patakatifu pa Mungu. Kanisa kitu ya kwanza, kanisa si nyumba. Kanisa si nyumba hiyo nyumba yenye unasema imejengwa pale pale kumewekwa pulpit. Unaona? Kistructure hivi, kanisa si nyumba. Kanisa ni kusanyiko, ikuwe ya uongo ama ya ukweli. Ya watu ndio wanafanyaga pale kuambiwa kuna kanisa ama hakuna. Si nyumba, jengo. Sasa katika hiyo jengo kukiwa na watu ambao wameshika sheria ya Mungu na ushuhuda wa Yeshua, hao wako katika kusanyiko takatifu. Wamesimama katika pahali patakatifu. Lakini kama sheria ya Mungu na ushuhuda haijashikwa mahali hapo ni chukizo la uharibifu limesimama hapo. Hao watu ambao wako katika hiyo kundi ndio wanaitwa kanisa. Sasa kuna kitu ambapo hapa kwanza lazima tukielezee polepole ili kwanza tuongelee katika utakatifu. Ili tuweze kujua kile ambacho kinafanyaga watu waitwe watakatifu ni kukuwa wametakaswa kwa neno. Unaona? Yohana 17:17 inasema, Yeshua alisema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hivyo neno la Mungu ndio ambayo inatutakasa, na hapo ambapo hiyo neno la Mungu ni sheria na ushuhuda. Hiyo sheria na ushuhuda imetutakasa, tumefanya haya mapenzi yake. Sisi tunaitanishwa na patakatifu. Unaona? Na hapo ndipo kwenye kuna kusanyiko la kweli ama kanisa la kweli. Kinyume na hayo maneno ya sheria na ushuhuda, hapo penye patakuwa pamekusanyika ama kanisa, hiyo itakuwa inaitwa ni chukizo la uharibifu. Sasa hivi ujue chukizo la uharibifu ni mafundisho mapotovu ambayo yako na watu. Unaona? Haya mafundisho mapotovu ni mafundisho mapotovu ndio yanaitwa chukizo la uharibifu. Haya mafundisho mapotovu ndio yaliingishwa katika kanisa la kweli. Unaona? Mafundisho mapotovu yakaingizwa katika kusanyiko la kweli. Sasa yakakuwa yamechanganyika. Watu wenye wako na kweli wakafinywa na hiyo uo. Sasa kukakuwa katika mambo ya kanisa kuna uongo na kuna ukweli. Na uongo ndio inawekewa nguvu sana, inatiliwa mkazo kuliko ukweli. Sasa wakati wa kweli kukua imefunikwa, ndipo ambapo tuko sasa kifunuliwa. Sasa tunaifunua kwa sababu ilikuwa imekanyangiwa. Sasa kuna kitu hapa
ya kwanza yenye naona inapaswa kwanza tuielezee polepole ili tusikie kama tunapotea. Unaona? Tulikuwa tunaangalia kuhusu hawa manabii wa uongo ambao katika Biblia, unaona, wanapatikana. Nikasema kuna great controversy, pambano kuu katika hii kitabu. Nikasema unabii ulikuwa umeonyeshana kuna wakati ambapo kweli huo utaangushwa hivi, na wakati ulikuwa unaangushwa hivi kuna wenye walikuwa wanajaribu kurudisha, wakang'ana ukweli huo usiangushwe, ukweli huo lakini wakashindwa. Unaona? Sasa kuna unabii mwingine unasema vile hao walishindwa, kuna kutainuka wengine ambao watainuliwa na Yahweh, ambao watakuja sasa ili warudishe hiyo kweli vile yenye ilikuwa. Kwa hivyo kuna watu ambao, kuna mitume na manabii ambao walikuwa wakiongea ukweli lakini wakafinywa na wale wa uongo ikaangushwa. Sasa kuna unabii mwingine wa hiyo kweli kunuliwa, wengine wakuja wakijaribu kuirudi wairudisha sasa penye ilifaa. Sasa hapa ili tusikiwe, kwa sababu saa zingine tunaingia ndani sana, kwa sababu kuna mambo mingi ambayo tutayaongea ambayo in details. Unajua saa hizi hatuongei in details. Tunataka tukishika jambo kwanza tunaliongea mpaka inaisha. Kama ni topic fulani tunaiongea mpaka inaisha, ili pia hata mtazamaji aweze kuelewa wapi tunaongelea. Kwanza tuangalie hao manabii wa uongo ili tumalize kwa hiyo andiko. Utamjua aje nabii wa uongo? Ili kama sasa katika Biblia tuweze kujua kama katika Biblia kuna mitume wa uongo, tutawajua tu kulingana na vile Mungu atatuelezea vile tutaweza kufanulikiwa na hao manabii wa uongo. Hebu nisomee. Na kuna kitabu alikuwa anasoma. Kuna kitabu nilikuwa nataka kusoma katika hiyo John 17 ambayo inasema tuambiwe na soma kwa Kiswahili kwa hapa nisikuwa nikisoma kitu ambacho tutakase kwa ile kweli, neno lako ila kweli. Kwa hivyo utakaso ni wa neno. Kitu huwa kinaambiwa this is holy because it is the word of Yahweh. Hiyo ndio kweli, ile ndio kweli ambayo ilikuja kuongelewa Mwokozi, na hilo ndio neno ambalo linaweza kuambia ni wapi kuna holiness. Ule wakati huu unatafuta the holiness. Mimi nimekwambia nimetembea katika kusanyiko tofauti na kanisa tofauti nikitafuta ukweli. Kwa hivyo kuna mahali ukweli watu wanatoanga. Kwa hivyo pale katika neno la Yahweh, hapo ndio kuna kweli. Na hilo ndilo huwa linatakasa kitu. Sasa kuna cha msingi, kuna watu watakuja tafsiri wakwambie pale ambako ni patakatifu sana ni katika kanisa. Nikuulize, pale kanisa kuko na wauaji, kuko na hao watu wote hao ambao wanafaa kusafishwa. Unajua hao ni wenye hawajaokoka, wanafaa waokoke. Kwa hivyo wanafaa waokoke. Kwa hivyo hapo hakuna utakaso. Utakaso ni ile kuachana na dhambi ambao tunaonyeshwa na neno la Mungu. Ni kweli. Hawawezi achana na dhambi kama hawajakuja karibia kwa madhabahu ili wafundishwe ule ukweli. Wakishaujua ule ukweli, waamini ama wakubali ule ukweli ili waweze kuokolewa, waachane na dhambi. Na dhambi hizo umetaja hapo, wauaji, washerati ambao ukisoma kwenye Torati Mungu alikuwa anakataza, si ndio? Yale Mungu alikuwa amekataza ndio yenye inahesabika kwa yule mwenye dhambi. Kwa hivyo lazima akuje kwa kanisa ili afundishwe neno, aweze kubadilika, aingie kwenye Torati la Mungu. Haya, kuna kitu ambayo tutatofautiana na wewe kitu moja, kwa sababu ya maneno ambayo tunaongea wakati huu. Maneno ambayo tunaongea wakati huu ni maneno ambayo yalikuwa yanapitishwa na yule roho wa Mwokozi, na ni roho ya Yahweh.
ambao anaufikisha wakati huu ni ule roho wa kweli, ni ile neno la kweli ambalo linafikishwa na roho wa kweli. Na huyo roho wa kweli anafikisha neno hilo, kwa sababu neno hilo si la kanisa. Usidanganywe, ni neno la kanisa. Neno hilo ni neno la watu ambao ni wa Mungu. Kwa hivyo ukiweza ambiwa eti utaenda katika kanisa fulani, hao wanasema wako na neno la Mungu, na neno lao la Mungu linatofautikana na kanisa hii fulani. Hapana, wachana na hizo kanisa. Enda kwa neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni moja. Kwa sababu kama ule anaweza kukuambia vile huyu anasema, kanisa inafaa kuwa moja. Hiyo tunaiachia hapo next time. Wacha turudi hiyo kitabu Samuel anasema usome, kwa sababu hapo Ndio. Lazima unajua watakatifu ni akina nani? Watakatifu hapo penye panaitwa watakatifu. Ni madhabahu. Pale kwenye Sasa ni madhabahu. akina nani? Hapo watakatifu ni akina nani? Hebu tusome Revelation chapter 14 verse 12. Inasema hivi. Tunataka kujua watakatifu. Characteristics zao ni akina nani hao? Verse 12 inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Ya kina nani? Watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yeshua. Wanashika amri za Mungu na nini? Na imani ya Yeshua. Kwa hivyo imani iko ya Yeshua. Sawa sawa. Hapo ni kuna swali nimeweka lakini sitaki kuuliza sasa hivi. Si imani peke yake, wanashika amri za Mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza, wanashika amri za Mungu. Ndio sheria ya Mungu na imani ya Yeshua. Kwa hivyo na ni plus the law and faith. Na ili tujue ama ni faith, hiyo faith ndio nini? Revelation chapter 12 verse 17. Usikie hayo tu maneno. Nasema hivi, joka akakasirikia yule mwanamke. Katika mambo ya kinabii joka ni shetani akasirikia yule mwanamke. Mwanamke ni kusanyiko la kweli ama ndio kanisa la kweli. Kwa hivyo shetani akasirikia kanisa hiyo ya kweli. Joka akakasirikia yule mwanamke. Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake. Wazao wa huyo mwanamke. Kwa hiyo kanisa la kweli wake waliosalia wazishikao amri za Mungu. Characteristics zao ili wajue wanashikaga amri za Mungu, ndio sheria ya Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yeshua. Pale imesema na kuwa na imani ya Yeshua. Hapa umesikia imesema kuwa na ushuhuda wa Yeshua. Sawa? Kuwa na ushuhuda wa Yeshua ndio inaitwa imani. Ushuhuda wa Yeshua ni yale maneno ambayo Mwokozi alikuwa anayaongea akiwa hapa duniani. Unaona? Amri ya Mungu ilikuwa imesema usizini. Hiyo ni amri ya Mungu Ushuhuda wa Yeshua ni eti ukiona mwanamke ukamtamani, umeshazini naye moyoni mwako. Huo ndio ushuhuda. Haya maneno ndio ushuhuda. Mlikuwa mmeambiwa hivi katika sheria, jicho litoke jicho. Ushuhuda wa Yeshua katika hukumu ya sheria ilikuwa imesema jicho litoke jicho. Na hiyo ni kusema hii jicho tolewe. Ukidunga mtu hii jicho, hata udunga hiyo jicho. Yeshua ni Yesu. Yeshua Ni Yesu. Yeshua ndiye huyo ambaye anaitwa Yesu. Hiyo Yesu ni jina la Unajua sasa hapa tunataka tunaongea na mtu ambaye ajui Yeshua ni nani. Anajua Yeshua. Anajua ni Yesu. Yeshua ni Yesu. Yeshua Yesu. Yeshua, it is the original name of Jesus. Haina shida. Nataka kwanza tukubalie Yeshua ni Yesu, si ndio? Kulingana na Biblia tunamjua. Jina Yesu. Jina Yesu. Sitaki kwanza tu interpret hapo. Ninataka kuna swali nataka nikuulize hapa. Yeshua na Yawe ama Yesu na Mungu, nani alisema alikuwa ametoa ile amri jicho itoke jicho? Mungu. Ni Mungu. Haya, tukirudi kwenye maandiko ya Paulo, pale anasema ya kwamba ukisoma kuna zile vitabu mingi sana New Testament zimeandikwa na Paulo
ama zinaongelelea about Paulo, Torati iliisha, na pale kuna swali inakuja saa hii, kwa sababu wokovu wa Yesu umekuja. Jicho inaweza toka jicho, unaweza ng'oa mtu jicho, kwa sababu unajua Mungu hapa akisema jicho itoke jicho, unalikuwa unang'olewa jicho na inatokuwa ni jicho umeng'olewa. Sasa unaweza kung'oa mtu kama ama utafungwa utaenda jela. Kulikuwa mambo matatu katika sheria Kuna maagizo ya sheria, kuna amri 10, kuna maagizo ya sheria, na kuna hukumu za haki. Unaona? Hukumu za haki, amri 10 na maagizo ya sheria. Amri 10 ndio inaitwa na Kikuyu maathani. Maagizo ya sheria ndio inaitwa kirera. Yaani huwa inaelezea kuhusu hizo amri 10. Kama amri ilikuwa imesema usizini, katika kirera kia watho ama maagizo ya sheria, ndio hiyo inakuelezea hivi ni mtu asije akalala na mnyama. Unaona? Mtu asikule nguruwe. Unaona? Mambo kama hiyo ndio katika maagizo ya sheria. Inaelezea kuhusu hiyo 10 commandment katika hiyo amri ya usizini. Unajua ulikuwa umeambiwa usizini, huko umeambiwa ni nani na nani. Ama ni nini na nini. Sasa katika maagizo ya sheria ndio inatariria ama inaelezea. Nayo hukumu ya sheria nemo matuiro masira. Inaitwa matuiro masira. Hayo ni hukumu ya haki. Hukumu hiyo ya haki, matuiro masira makehoto, ndio sasa hiyo ilikuwa imesema jicho itoke jicho. Sasa hiyo hukumu ilikuwa imesema hivi, mtu akipatikana amezini apigwe mawe, sawa? Ndio ilikuwa imesema mtu akipatikana akivunja amri ya Sabato apigwe mawe. Ndio ilikuwa inasema aje hiyo hukumu. Sasa hiyo hukumu, wakati ambapo Mwokozi Yeshua alikuja, hukumu ikaondolewa katika mikono ya mwanadamu, ikarejeshwa kwa Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo wewe umezini, hautauawa na wanadamu. Hapana, ikaondolewa katika mikono ya mwanadamu, ikarejeshewa Mungu. Unaona? Kwa hivyo si ati hukumu ya haki haiko. Hapana, iko, lakini ni Mungu sasa ako nayo. Ndio maana unasikia katika kitabu kama ya Exodus 31:15 inasema wale ambao huvunja amri ya Sabato ni Mungu atawaua. Watauawa. Si Mungu, si mwanadamu atawaua, ni Mungu. Katika kitabu ya Isaiah 66:17 inasema wale ambao hukula panya na nini na vitu zichukizaji vyavyo naona machukizo, wanakula machukizo, wanakula machukizo, wanakula panya na wanajitakasa wao, na wakikula nguruwe watauawa katika siku ya mwisho. Si mwanadamu atawaua, ni Mungu atawaua. Kwa hivyo hukumu ya haki ikarejeshwa mikononi mwa Mungu. Unaona? Sasa hivi ukiweza nitoa jicho, siwezi kutoa jicho. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu hiyo hukumu ni ya Mungu. Na kama tumeachia Mungu hukumu, sasa kama Kikuyu anasemaga ndago tiga Ngai, unafikiria kama umeachiwa Mungu, nimekuachia Mungu, hata ile afadhali ungetolewa jicho. Afadhali ungetolewa, uachiwe Mungu. Si hata kupumua utapumua siku utakufa hapo hapo. Hukumu ya Mungu ati usikie mmefika mwisho na mtu hivi mng'ang'ana akakwambia nimekuachia Mungu. Wewe unafikiri ukiachia Mungu ndio ilikuwa the best, ama ni ati hata afadhali hiyo mtu angelini na wewe tu. Amekuachia your master. Afadhali ingie. Na sasa kama wewe ni jicho tu ulikuwa umeambiwa umtoe. Unafikiria That means tunaishi kwa neema. Sasa
kuna mambo ambayo nilikuwa nakwambia katika hii kitabu na hao manabii. Hebu nisomee Deuteronomy chapter 13 ili tuweze kujua sasa hii pambano kuu ambayo inaendelea katika Biblia. Kama haya maneno yenye unatumia unasema kuna andiko inasema Paulo alisema imeisha, na lakini unaniambia vizuri ni Paulo alisema, si Mungu alisema. Mimi nakwambia Mungu alisema, wewe unaniambia Paulo alisema. Na ndio nataka nikuonyeshe tofauti ya maneno ya mtu na ya Mungu. Haya, unaniambia maneno ya Paulo ni maneno yake, but Paulo anasema yeye ndiye mtumwa mkubwa wa Yesu Kristo. Yeye ndiye anasema. Ndiye anasema, unatumia wadi mzuri. Aye anasema yeye ndiye hiyo ndio unapaswa kuelewa hapo maneno yake. Tumesikia katika Yeremia 23 hao waliongea maneno ya mioyoni mwao. Katika Yeremia 23 hao manabii na walikuwa wanatumia jina la Mungu tu kuongea haya maneno, na ni unabii ambao nimekuambia tutakuja kuangalia polepole, tuchambue polepole, tujue Paulo alikuwa anatimiza unabii mgani. Paulo alitimiza unabii mgani na kwa nini alifanya hivyo? Hapana, kwa nini alifanya hivyo? Unaona? Ilikuwa lazima angefanya hivyo kulingana na unabii ama ilikuwa ni eti alitaka kufanya hivyo? Unaona? Tutaangalia tujue katika unabii ilikuwa imeonyeshana kutatukia aje, utaenda hivyo na utakuja na ataongea maneno kama hayo kusema sheria iliisha. Unaona? Lakini katika ukweli ni yale maneno ambayo Yeshua aliongea katika Mathayo 5:17. Akasema, hebu soma Mathayo 5:17. Haya maneno ndio unapaswa kushika. Maneno yenye Mwokozi aliongea, sisi hatufuati mtume wake, tunafuata yeye. We are the disciples. We are the disciples of Yeshua. We are not the disciples of his messenger. Hapana. Wale wenye walitumwa kama Paulo, yeye anasema yeye haya maneno alisema yeye, anajisemea yeye alitumwa. We are not disciples of Paul. So we are not disciples of Peter. We are not disciples of John. We are disciples of our Savior. Na kukua disciple yake ni kukua mwanafunzi wake. Ni kukua ni tunasikia kila mwalimu wako anasema. Sasa sikiliza vile mwalimu alisema. Sidhani ya kuwa nilikuja hiyo ni Mathayo 5:17. Sidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati na au manabii. Torati ni sheria. Manabii wamebeba maneno ya ushuhuda. La, si kuja kuitangua bali kuitimiza. Alikuja kuitimiza. Kwa maana amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati, hata nukta ya Torati ndio sheria ya sheria haitaondoka hata yote yatimie. Unaona bingu amesema mpaka bingu na nchi zitakapoondoka. Sasa hizi tunaona bingu si ziko. Sasa hizi tunaona nchi si iko. Basi sheria hata yodi moja ya sheria haijaondoka. Huyo ni mwalimu amesema. Huyo ni the main. Huyo ndiye tunafuata ndiye amekuja kutukomboa. Yes, our Savior. Huyo ndiye ambaye tunapaswa kusikia mwalimu, si mwanafunzi wake anakuja kutuambia mwalimu alisema sheria imeisha. Sasa huyu mtume ambaye ni Paulo ndiye anakuja kutuambia ati Mwokozi alimaliza hiyo sheria, lakini Mwokozi mwenyewe amesema haiwezi isha kama bingu na nchi iko. Tusikie haya maneno ama tufuate yale ya kusemewa. Na kuna mchungaji ako na kanisa na anahubiria washirika wake Torati iliisha ama Torati ni kiburi,
Torati ilikuwepo kutupatanisha na Mungu, lakini wakati Kristo alikuja Torati imeisha kwa sababu tayari tushapatanishwa na Mungu kumpitia Yesu. Yule mchungaji, that means huwa anapoteza wale washirika wake. Huwa anawapoteza kwa sababu ya maneno ya Paulo. Kwa sababu anaongea hivyo kulingana mwenye amemfunza Unajua nimeongea hivyo kulingana na ile andiko amesoma. Anasema hakuna, hata kwa Kikuyu kwanza inasema kagotile kairia kai kana kati. Hakuna yodi moja wala nukta. Itaondoka katika sheria. Hata yote yatimie. Sasa huyu ambaye unasema ni mhubiri, yeye anasema aliondoa, si ndivyo? Anasema huyo mhubiri mwenye unaongelea. Unajua ni Paulo anasema, na hili ni andiko ambalo linasomwa sana kanisani, ya kwamba in short Torati ilikuwa ni kivuli. Sasa haya maneno yako katika Wakolosai 2 mstari wa kwanza 13 mpaka 16 tumalize chini na katika kitabu ya Warumi. Na haya maneno ni Paulo ameongea. Na wakati ambapo yeye alikuwa anaongea anasema mara sheria iko, mara sheria iliisha, unaona. Alikuwa anaongea hivyo maneno mbili. Na kile ambacho ningependa kuongea kuhusu maneno hayo ya Paulo, kwa sababu ni kama tunaingia katika hiyo mada. Hayakuwa na ukamilifu wa kweli. Aliongea maneno mara anasema hivi, anasema sheria imeisha, hapa anasema hapana. Tukiwa na imani tunadhibitisha sheria. Ni kuonyeshe vile anaongea hivyo. Hebu nisomee Warumi 3 mstari wa 31. Sasa utasikia hapa wakisema tukiwa na imani tunadhibitisha sheria. Yaani tunafuata sheria tukiwa na imani. Hapo amesema aje? Lakini hapo katika Warumi hapo juu hiyo 3 tukianza chapter 1 hapo ameonyesha vile sheria ilifika mwisho. Anasema maana Kristo ndiye mwisho wa sheria. Kisha baadaye anasema sasa kama ndiye mwisho wa sheria, baadaye anatuambia tukiwa na imani tunafuata sheria. Kwa hivyo mwenye alikuwa anasema sheria imeisha kwa kusoma maneno ya Paulo, unaona bado atapata mengine ya Paulo yanasema sheria tunafuata tukiwa na imani. Kwa sababu kuna mahali Paulo anasema kama umekubali kutahiri, hiyo inamaanisha utimize sheria ikiwa yote. Kama umekubali, hiyo ni Wagalatia 2 nafikiri mstari wa 7. Sasa kama umetahiri, anasema hiyo anasema hiyo injili yake by the way ilikuwa ya wenye hawajatahiri. Ya wenye hawajatahiri. Ni hiyo Wagalatia nimesoma injili yake ilikuwa ya wenye hawajatahiri. Na ni kutahiri mwili ndio alikuwa anapea hiyo injili. Sasa kisha baadaye anasema kama mtu akitahiri imemlazimu kutimiza sheria yote. Sasa swali ni si unasikia anajicontradict mwenyewe, kwa sababu kama basi anapaswa kufuata sheria yote, si alikuwa amesema kutahiri? Unasikia? Anasema kutahiri wala kutotahiri si kitu. Bali kuzitimiza amri. Unaona? Kutahiri na kutotahiri si kitu, bali kuzitimiza amri. Na kisha baadaye katika Wagalatia 5 kuna pali kwanza alikasirika akawaambia you foolish Galatians. Unaona? Who bewitched you? Unajua baada hapo, unajua alikuwa amefanya hivi Paulo, alikuwa ameenda akahubiria watu wasitahiri mwili. Ndio tohara
tohara sasa ni tunapata tohara ya ubatizo katika kubatizwa ndio kutahiriwa kwenye saa tunatahiriwa. Sasa walipomaliza kufunza huko hivyo wakawaambia wasitahiri mwili. Alipoondoka huko kulikuja wengine mitume. Wakakuja pia wenye walikuwa nasema lazima mtu atahiri akina Peter wakakuja huko wakasema hao watahiri. Sasa hao watu wakatahiriwa. Paulo kurudi huko akuja akapata hawa wametahiri. Sasa ndio maana alikasirika akawaambia you foolish Galatians. Haya maneno aliwaambia kwa sababu walitahiri, alikuwa amemwambia wasitahiri. Akawaambia nani wamewaroga? Unaona? Niye mambo ni hicho. Hiyo ni nini ilikuwa inaendelea hapo? Na hiyo ni andiko ambalo mpaka gospel artist wengi wanga wanaitoa kama wimbo. Mlianza na roho, mmemalizia kwa mwili. Si ndio hiyo Kiswahili inasema? Si ndio? Sasa anasema sasa watu wengi hawajaelewa. Hata mimi nimekuja hapo kuelewa juzi kwa nini Paulo alikuwa anawaambia hivyo, ati mlianza na roho mmemalizia kwa mwili. Watu wengi wanaona ni kama Paulo alikuwa anaongelelea about watu wamewahubiriwa ia wameokoka, sasa wakati ameenda amepata wamebackslide. Hizo ni vitu mbili tofauti, watu hawajaelewa. Walikuwa unajua hiyo yenye anaita wamemalizia na mwili wameanza na roho. Sasa yenye anaita roho ni vile alikuwa anawaambia wafuate hivyo wasitahiri. Hiyo ndio inaitwa kuanza na roho akisema na sasa hii nyingine baada ya kutahiri wanaambiwa ni mwili. Naona lakini alikuwa amewaambia tohara ni ya rohoni, si ya mwilini. Sasa kile nataka kusema ni katika maneno ya Paulo. Maneno hayo ya Paulo alikuwa anaongea maneno mbili hivyo. Na ilikuwa ni unabii alikuwa anatimiza ya yeye kufanya jambo gani? Kufanya jambo hiyo. Na yeye katika wale ambao waliongea maneno yao wenyewe anasema na mimi hapo ni mimi nasema. Tutakuja kuangalia pole word by word na ana contradict maneno ambayo Yeshua aliyasema. Yeshua kama mfano, hebu nisomee Mathayo 23 verse 9. Nazijui wakati wetu muda wetu ukoje? Nasema hivi, Mathayo 23 verse 9. 3 Nataka kuonyesha tu jambo moja. Alafu ndio tuondoke hapo tukuje tuiongee kiwa mada vizuri. Hiyo ndio itakuwa ya mwisho. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba wenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Huyo nani ameongea hapo? Ni Yeshua, ni Mwokozi. Huyo Yeshua ndiye ameongea kama maneno, msimuite mtu baba duniani katika mambo ya rohoni katika mambo ya kiroho kusikuwa na spiritual fathers. Ndio. Spiritual fathers. Huyu ni baba yangu wa kiroho. Na mtazamaji akaya kizua wakati wanapotaja Yeshua wanasema Yesu. Lazima uelewe the original name of Jesus ni Yeshua. Hata uandike kwa Google yako mtazamaji, uandike the real name of Jesus. Uliza hivyo. Mwingine ameniambia hapa ni pastor ameniambia tusigoogle kila kitu, Google inatupoteza. Sawa inatupoteza. Lakini ukitaka kujua historia ya mtu unaona. Si mimi ni Mkikuyu. Mimi ni Mkikuyu. Sasa ukitaka kujua kuhusu mimi hautaenda kwa Wajaluo. Utaenda kwa kabila yetu ndiko utapata kuhusu mimi. Sasa na yeye huyu Mwokozi alikuwa ni Myahudi. Alikuwa ni Mwibrania Ukitaka kumjua jina lake na kujua yeye lazima uende kwa hawa Wayahudi. Au utaenda kwa Wagiriki. Wagiriki ndio wanamuita Jesus. Hiyo jina ilitokana na Wagiriki. Ilitokana huko. Kuna roots zake. Kwa hivyo mtu anajulikanaga kwao. Vile ni sisi huku Kenya na kwingine huku duniani watu wanamuita Jesus, lakini huko anajulikana kama Yeshua. Ndio maana tunakutumia unakwazua hapa tunakwambia ukweli kama ulivyo.
Sisi hatujakuja hapa mchezo. Tumekuja hapa kuongea ukweli kama ulivyo. Kama alikuwa anaitwa Yashua, ndio maana tunasoma hadi Yashua. Unaona Biblia ambazo tuko nazo hapa ziko na hiyo jina Yashua. Hizi tunasoma hapa. Kwa hivyo wakati nasoma hii ya Kiswahili ni eti iko na jina Yashua. Lakini hata nikisoma hii nyingine hii ya si mpali penye kuna Yesu nasoma Yashua. Kwa sababu mnajitengenezea Biblia zenu. Hatujitengenezei, tunarudisha ukweli ambao ulitolewa. Kuna maneno ambayo yameongea katika kitabu ya Revelation. Na katika kitabu ya Revelation pia uko ndani imetaja jina la Mungu na hata jina la Mwokozi na huko katika Revelation chapter 22 verse 18 imesema usitoatoe na usiongeze. Ni katika hayo maneno ambayo ni ya kweli Katika maneno ya kweli ndipo hatuwezi kubali sisi kuondoa na kuongeza. Kwa nini unaongeza Yesu kwa nini? Na ilikuwa Yashua. Sasa mwenye aliongeza si kabla Biblia ndiko hapa translation. Wenye walikuwa na translate ndio walikuwa wanaweka wanaongeza. Sasa sisi tunarejesha kile ambacho walito. Revelation ndio inasema usiongeze na usitoatoe. Na bona Revelation haijaandikwa before, wakati kuna hizi vitabu za kwanza 3-4 New Testament zinaongelelea about kuhusu injili ya Yesu. Kwa nini Revelation hii kuwekwa hapo kama hizi vitabu za Paulo ni za uongo? Ati Revelation haikuwekwa. Unajua ingewekwa tusome hizi vitabu za injili ya Yesu 4. Sikiisha mahali zinaishia, Revelation ikuje hapo. After Revelation sasa hizi vitabu zingine zinasemekananga ni za Paulo. Sijui ni 14. Sikuje kutoka hapo kuendelea zikimalizia. Hii kitabu ni kupangwa ilipangwa na Roman Catholics. Sawa. Kitabu hii ya Biblia ni kupangwa ni pango watu walikaa kupanga hizo vitabu Roman Catholic. Sasa katika kupanga kwao ndio wameweka vitabu gani? Na 2/3 of the Bible. Hiyo ya New Testament 2/3 ni ya Paulo. Ni vitabu za Paulo. Hizo 2/3 ili sasa Roman Catholic kwa sababu ndio wenye ujumbe huo Roman, tawala wa Kiroma ndio ulifanya hayo mambo. Wakaweka vitabu zao hapo hivyo na zikawekwa zikiwa nyingi ili sasa ziko contradict sana. Sikiliza hapa. Huu ni ukweli ambao hawaongeagi na wahubiri. Hii mambo naongea hapa by the way yaongeagi kwa kanisa. Usiende ukafikiria hiyo mambo utasikia kwa kanisa. Hata pastor akiwa hapa anasikia kama natusiana. Na namwambia ukweli Unajua wakati unaongea ukweli inakaaga ni truth is bitter but dawa ni chungu lakini kunywa ndiko kupona Okay, tusome hii hadi kwa mwisho tukimalizia kwa sababu time imeenda. I think tumeenda almost 2.5 hours. So tulikuwa tunasoma kitabu gani? Tulikuwa tunasoma kuhusu Mathayo ambayo tunasema simita mtu baba duniani katika mambo ya kiroho, si katika mambo ya ati sasa mimi niko na baba anaitwa Mushera. Naweza muita baba Lakini katika mambo ya spiritual, Mwokozi anazungumzia mambo ya kirohoni. Katika mambo ya Mungu usikuwe na baba wa kiroho kwa sababu kama tukikuwa wewe ni baba ya kiroho na Mungu atakuwa nani kwangu? Kuuka. Si atakuwa ni kuuka. Lakini unaona tunapaswa kuwa na huyo baba wa mbinguni ndiye baba. Sasa wewe nikikuita baba ni kusema no my grandfather Mungu. Sikiliza hapa. Unaona haya maneno ndivyo Yashua alisema Si alisema hivyo? Na akasema kusiwe kuwa hivyo. Hebu nisomee Wakorintho wa kwanza hii na mstari wa 15. 15 nasema. Unajua Wakorintho umeandikwa na Paulo. Japokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo. Walakini hamna baba mwingine. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Masihi. Kwa hivyo anasema yeye ndiye alituzaa katika Masihi Yashua njia ya Injili. Kwa njia ya Injili. Kwa hivyo yeye kama ni yeye ametuzaa, yeye ni nani? Ndio baba. Kwa hivyo yeye anasema tumuita nani hapo? Tumuite baba.
Kwanza amesema mimi nimekuwa baba yenu. Lakini tumesikia huyu ambaye anazungumzia Yashua amesema tusimwite nani, tusiye mtu yoyote. Kwa nini akapingana na hayo maneno? Unaona? Maana si hivyo. Lakini hayo maneno yalikuwa yanapinga hayo maneno ya Yashua. Hayo ni jambo moja. Paulo yeye maneno ambayo aliongea na ungekosa kufuata hivyo, hiyo mambo ya imani alikuwa anakupeana kwa master wake. Master wake ni nani? Wewe kama ukikosana na mtu wewe unamwambia ukikosana mtu akikosea unamwambia nimekuachia Mungu. Nimemwachia Mungu. Unamwambia nimekuachia Mungu. Si ndio? Kwa sababu he is now your master. Sasa nguvu yako wewe hauna nguvu ya kujitetea, hauna nini, umemwachia nani? Mungu. Lakini mtu anaachiaga mtu master wake. Unapeanaga mtu kwa master wako ili adili na yeye. Nisomee Timotheo wa kwanza 1:18 tumalizie na hiyo kitabu. 18 Timotheo wa kwanza 1:18. Mwanangu Timotheo na kukabidhi agizo hilo liwe akiba. Kwa hivyo yeye amemuita mwanangu. Ndio. Kwa hivyo Timotheo ni nani kwa Paulo? Ni mtoto. Paulo ni nani kwa Timotheo? Ni baba. Spiritual father. Agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vita vizuri. Uwe mwenye imani na dhamiri njema, ambayo wengi wameisukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani. Habari ya imani ya faith. Katika hao wamo Himanayo. Katika watu kuna Himanayo na Iskada ambao nimewapa Shetani. Kwa hivyo amewapea nani? Shetani watu hao. Ili wafundishwe wasimtukane Yahweh. Shetani anaweza kufundisha usimtukane Mungu. Shetani anaweza kufundisha usimtukane Mungu. Shetani atakufundisha kutukana Mungu. Lakini Paulo anapeana watu kwa Shetani kwa kuwa wamekataa kusikia mambo ya imani. Hao watu akawapeana kwa Shetani ili wafunzwe. Nikakwambia mtu anapeanaga mtu, unaachiaga mtu kwa your master. Sasa master yake ametuambia ni nani. Kwa hivyo hii jambo tutakuja kuliangalia vizuri, tuchambue vizuri. Unajua tusiandike kwa nini? Tusiandike kwa mate na kalamu iko. Unaona? Ili tufanye hivi tutakuja sasa kuangalia vizuri unabii. Unajua tumefika hapo kabla ya tujachambua tuelewe Mungu alikuwa ameweka njia gani ya kutambua nabii ama ni wa kweli ama ni wa uongo, ya kutambua kama mtume ni wa kweli ama ni wa uongo. Hiyo njia tukuje tuiangalie vizuri, tukanyange vizuri. Na kama mtazamaji kuna mambo ambayo ungependa kutuuliza ama kuniuliza, nambari yangu ya simu ni 0742 044 430, 0742 044 430. Channel ambayo tunaongea huu ujumbe inaitwa Divine Messianic Gospel. Divine Messianic Gospel, baadaye imeitwa Divine Messianic Overturn. Divine Messianic Overturn. Kwa hivyo ukisearch hivyo utaweza kutupata. Uweze kusubscribe katika hii channel ya Anne Gashau Media. Leave your comment, ask your question. Katika comment tutaweza kuliona na tutakuja kuchambua zaidi kujua hayo mambo. Sisi tunakubali kuulizwa maswali. Ungependa mjadala? Sisi tunakubali majadiliano ili tuweze kuzungumziana haya maneno. Mimi nikimalizia niweze kusema shalom, shalom, shalom mpaka wakati mwingine. Na mimi nimefurahi kwa kuwa mmenisikiza mpaka wakati huo, na japokuwa hatujapata
kuongea mengi, kwa maana ni mengi sana ambayo ni ya kuongea, na nimefurahia kwa kuwa mmeweza kuwa mkisikiza katika mjadala huo. Najua kuna maswali mengi, kuna upingamizi mwingi, kuna wale ambao wanakubaliana na maneno hayo, na kuna wale wanajua ambacho tunaongelea kuhusu na nini tunataka kufanya. Kwa hivyo jambo hilo cha msingi ni kitu moja tu, ile ya kujua kwa kweli maneno ni mengi, lakini ni wakati ambao tunatoka katika mahali ambako kuna kitu ambacho kimefichwa kwa muda na ambacho kilikuwa kimeachwa, na hicho hapo ndipo tutarudi, na hapo tukirudi ni hapo ufalme ambao ni wa amani utapatikana, na ufalme huo tutakaa na amani. Na kwambia hakutakuwa na wizi, hakutakuwa na mambo hayo ya kutofautisha mambo, sababu ni mambo mengi ambayo acha nikwambie, maneno ambayo yametofautishwa ni maneno ambayo ndio njia, ndio ukweli na ndio maisha. Kwa hivyo uangalie maisha yako, uangalie vile wewe, kama wewe uko na mke, kama wewe maisha yako ni ya Kenya, uangalie maisha yako vile iko, na ukweli ndio huo ambao ulikuwa unafaa kupeanwa. Ni ukweli mgani umekuwa ukiambiwa watu, na maisha ambayo ni ya milele. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo tuko nayo, na ningependa sana, nimewashukuru sana kwa sababu ya hayo, kwa sababu mmeweza kutusikiza, na pia mnaweza kutuma comments kwa sababu ya mambo hayo. Tutajibu zote katika video na katika mambo, na pia tutakuja hiyo wakati mwingine tukipatiwa nafasi nyingine. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu ya wakati huo. Kwa hivyo hayo machache niseme shalom. Tuongezee namba yako. Namba yangu ni 0799339700, 0799339700. Kwa yule mtu ambaye ako na swali yoyote, na nitajibu pale katika WhatsApp na tutazungumza zaidi. Nambarikiwe. Shalom. Thank you. Nami niseme asante kwa ile mmeweza ku create your time ili muweze kuja kutunenea. We really appreciate. May God bless you. Watazamaji, nawashukuru sana. Niseme yule Mungu anayebariki aendelee kukubariki unapoendelea kujua ukweli na kufanya vile Mungu anataka. Until next time, shalom.